na wao muendelee kuangalia kwa makini, na kila taarifa ya wenye nia mbaya mnapoipata ileteni kwetu mara moja. Mungu awabariki sana. Naomba polisi jamii, naomba kila mtu awe mtulivu. Mkienda Alhamisi mtu asifanye fujo yoyote, muwe wapole, kaa pembeni, usitukane mtu. Polisi wakikwambia sogea pembeni, tulia, uangalie kila kinachoendelea. Kwa nini nimekushauri hivyo? Kwa sababu kwa kadiri maneno ya uongo yanavyoenea yanazidi kugawa taifa letu. Na mimi nataka leo nifunge rasmi mjadala wa pengo na mjadala wa polisi. Sitauongelea tena kwenye madhabahu hapa. Siku ya tarehe 9 mkienda Alhamisi, na nyie muangalie kwa macho yenu. Mungu awabariki. Na waomba polisi jamii mkae. Naomba Biblia nihubiri. Baba Mungu, katika jina la Yesu, ninakuomba kwa sababu ya zamani zile ambazo kwa miaka 6 nalikuwa mgonjwa. Nilikuwa siwezi kama ambavyo siwezi leo. Nikapelekwa kwa madaktari, haikuwezekana. Lakini wewe ukanijia, ukaniponya. Ukanipa kutembea, ukanipeleka katika mataifa zaidi ya 54 duniani. Nikawahubiria watu wako habari njema. Lakini Bwana, leo niko kwenye kiti hiki cha walemavu. Mimi sio mmoja wa walemavu hata kidogo. Lakini imekupendeza leo nikae hapa. Ninakuomba unitie nguvu, na kuomba unipe maneno. Naomba Roho wako Mtakatifu anijie tena mara hii tu mara nyingine. Bwana, simlaumu yeyote kwa kila kilichotokea, isipokuwa Mungu, ni ili kwamba katika ufalme wako kila mtumishi wa Mungu awe askofu atakayekuja kinyume na yale waliosema maaskofu wenzake, unipe nguvu ya kumkemea tena mara 100 zaidi. Na nambariki rais wetu, nabariki majeshi yetu, nabariki baraza la mawaziri, nabariki makamu wa rais, na wabariki wote kwa jina la Yesu. Nipe nguvu kusema maneno yako katika jina lako. Amen. Amen. Asante sana. Kabla sijahubiri, naomba unisaidie fungua Joshua sura ya 1 na mstari wa 1. Kabla sijahubiri, ninamuomba yule binti aliyeletwa hapa siku ile amekufa alafu akafufuka hapa. Namuomba yule binti ambaye uliletwa kanisani siku ile umekufa alafu ukafufuka. Na kuomba kama upo, njoo, kimbia. Yule binti aliyekufa Jumanne akafufuka, kimbia binti. Naomba na mama yake kama yupo aje. Mama yake na mwalimu kwenye shule aliyofukia, naomba uje. Kimbia mtoto. Mama yake kama yupo na walimu. Kimbia tu binti, usivue viatu. Ninamkumbuka binti huyu, kama mnavyojua, alikuwa kwenye hema la nyuma kule. Akaletwa hapa na mwalimu wake kama yupo na wazazi wake. Aliugua shuleni, akafa shuleni Jumanne. Akatunzwa mpaka siku ya Jumapili akaletwa hapa. Mwili wake ulikuwa umeanza kuharibika, lakini tulipoomba kwa jina la Yesu akafufuka. Sasa usiku nikaanza kumwaza huyu binti. Kama wewe ulimwombea yule aliyekuwa ameanza kuharibika, ameanza kuoza akafufuka, kwa nini wewe uko hivyo? Mungu akaniambia nimeruhusu jambo hili kwa mapenzi yangu. Kaniambia nenda ukahubiri injili hii ya uzima, na uhubiri tena na tena. Lakini akaniambia nimwite huyu binti, nikimuona napata nguvu zaidi. Mama yake naomba uje. Huyu ndio mama yake. Walimleta hapa amekufa. Na huyo ni mwalimu mkuu wa shule ambako binti alifia.
Jumanne kafa shuleni, alafu kaletwa hapa Jumapili. Tukamwombea akafufuka. Sasa mimi niliyemwombea ndio niko kwenye wheelchair leo. Roho Mtakatifu akawa ananiambia usiogope. Nikataka niwaone ili nipate nguvu ya kuendelea mbele. Baba, katika jina la Yesu, Hezekia aliposhambuliwa alikumbuka yale uliofanya, na mimi Bwana nakumbuka. Wengi uliowafufua, wengi uliowarudisha, lakini naomba kwa ajili ya hawa kwamba Bwana uniguse, unisaidie, niseme habari njema. Nitapaza sauti kuliko nilivyopaza sauti. Nitakemea kuliko nilivyowahi kukemea. Nitaponya kuliko nilivyowahi kuponya. Kwa jina la Yesu na kuahidi Bwana. Amen. Pigie Bwana Yesu makofi. Shukuru sana. Mnaweza kwenda kukaa. Nitasoma kwenye kitabu cha Joshua sura ya kwanza. Joshua sura ya kwanza na mstari wa kwanza. Nitasoma moja kwa moja mpaka mstari wa 9. Joshua sura ya kwanza mstari wa kwanza hadi wa 9. Ikawa baada ya kufa kwa Musa mtumishi wa Bwana, Bwana akamwambia Joshua mwana wa Nuni mtumishi wa Musa, akasema, Musa mtumishi wangu amekufa. Haya basi, ondoka, vuka mto huu wa Yordani, wewe na watu wako, mkaende hata nchi niwapayo wana wa Israeli. Kila mahali zitakapokanyaga nyayo za miguu yenu nimewapa ninyi, kama nilivyomwapia Musa, tangu jangwa hili na mlima huu Lebanoni mpaka mto ule mkubwa, mto Frati, nchi yote ya Wahiti, tena mpaka bahari ile kubwa ya upande wa machweo ya jua. Hapo ndipo utakapokuwa mpaka wenu. Mstari wa 5. Hapata kuwa na mtu yeyote atakayeweza kusimama mbele yako siku zote za maisha yako. Kama nilivyokuwa pamoja na Musa, ndivyo nitakavyokuwa pamoja nawe. Sitakupungukia wala sitakuacha. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa katika nchi hii niliyowapia baba zao, ya kwamba nitawapa. Uwe hodari na moyo ushujaa mwingi. Uangalie kutenda sawasawa na sheria yote aliyoamuru Musa mtumishi wangu. Usiache kwenda kushoto wala kuume, upate kufanikiwa kila sana uendako. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo. Maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Ule mstari wa 10. Ndipo Joshua akaamuru maakida wa watu akisema, piteni katikati ya matuo, mkawaamuru watu hao mkisema, fanyeni tayari vyakula, kwa maana baada ya siku 3 mtavuka mto huu wa Yordani, ili kuingia na kumiliki nchi awapayo Bwana Mungu wenu, mpate kuimiliki. Tasoma andiko lingine tena kutoka kwenye Waamuzi sura ya 4. Ninaomba niasome maandiko alafu baadaye ndio nitaelezea. Waamuzi sura ya 4 kuanzia mstari wa 4. Hizi ni habari za mwanamke mmoja anaitwa Debora. Tasoma kuanzia mstari wa 4 mpaka mstari wa 21. Basi Debora nabii mkewe Rapidothi ndiye aliyekuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Rama na Betheli, katika nchi ya vilima Efraimu.
wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue. Huyo akatuma mtu kumwita Baraka wa Abinomu toka Kadeshi Naftali. Akamwambia, je, Bwana Mungu wa Israeli hakutoa amri akisema, enenda ukawavute kwako huko katika milima ya Tabori watu 10,000 wa wana wa Naftali na wa wana wa Zabuloni? Nami nitakuvutia Sisera amiri jeshi lake Yabini hata mto wa Kishon pamoja na magari yake na wingi wa watu wake, nami nitamtia mikononi mwako. Baraka akamwambia, kama utakwenda pamoja nami ndipo nitakwenda, bali kama huendi pamoja nami mimi siendi. Basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe. Safari utakaoiendea haitakupatia heshima wewe, maana Bwana atamuua Sisera kwa mkono wa mwanamke. Kama kuna mtu ana Biblia, upigie neno hilo, mkono wa mwanamke. Debora akainuka akaenda pamoja na Baraka mpaka Kadeshi. Baraka akawakutanisha Naftali, Zabuloni waende Kadeshi. Wakakwea watu 10,000 wakifuata. Debora naye akaenda pamoja naye. Basi Heberi Mkeni alikuwa amejitenga na Wakeni, yani wana wa Hobabu shemeji yake Musa. Mstari wa 12. Watu wakamwambia Sisera ya kwamba Baraka mwana wa Abinon amekwea kwenda mlima wa Tabori. Sisera akakusanya magari yote, naam magari 900 na watu waliokuwa pamoja naye toka Koreheshi na mataifa ya mto mpaka Ashinon. Debora akamwambia Baraka, haya inuka, maana siku hii ndiyo ambayo Bwana amemtia Sisera katika mkono wako. Je, Bwana hakutoka tangulie mbele yako? Basi Baraka akashuka katika mlima wa Tabori na watu 10,000 wakamfuata. Bwana akamfadhaisha Sisera na magari yake yote na jeshi lake lote kwa makali ya upanga mbele ya Baraka. Basi Sisera akashuka katika gari lake akakimbia kwa miguu, lakini Baraka akayafuatia magari na jeshi hata Horeshet kwa mataifa, na hilo jeshi lote la Sisera likaanguka kwa makali ya upanga, hakusalia hata mtu mmoja. Lakini Sisera akakimbia kwa mguu akaifikia hema ya Yaeli mkewe Heberi Mkeni, kwa maana palikuwa na amani kati ya Yabini mfalme wa Hazori na nyumba ya Heberi Mkeni. Yaeli akatoka kwenda kumlaki Sisera, akamwambia, karibu bwana wangu, karibu kwangu, usiogope. Akakaribia kwake hemani, naye akamfunika na bushuti. Akamwambia, tafadhali nipe maji kidogo ninywe, maana nina kiu. Akafungua chupa ya maziwa akampa akanywa, akafunika. Naye akamwambia, simama mlangoni pa hema, kisha itakuwa mtu awaye yote akija na kuuliza akisema, je, yupo mtu hapa? Basi mjibu, la, hapana. Ndipo Yaeli mkewe Bereli akatwaa kigingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake, akamwendea pole pole, akamtia kile kigingi katika paji yake, nacho kikapenya hata kuingia mchangani, kwa maana usingizi mzito ulikuwa basi akazimia akafa. Tena Baraka alipokuja kumfuatia Sisera, Yaeli akatoka ili kumlaki, akamwambia, njoo nami nitakuonyesha yule umtafutaye. Basi akamwendea, tazama Sisera amelala humo amekufa, na hicho kigingi kilikuwa kipajini mwake. Basi hivyo Mungu akamshinda Yabini mfalme wa Kanaani mbele ya wana wa Israeli. Mkono wa wana wa Israeli ukazidi kupata nguvu juu ya Yabini mfalme wa Kanaani, hata walipokuwa wamewaangamiza Yabini mfalme wa Kanaani. Baba, asante kwa neno lako hili na kubariki katika jina la Yesu. Amen. Ninaomba kila mtu anisikilize kwa makini sana. Zamani kulikuwa na wafalme. Wana wa Israeli walipotoka katika nchi ya utumwa wakawa chini ya waamuzi. Walikuwa chini
ya mwamuzi Joshua, na baada ya Joshua kuwa amekufa wakawa na waamuzi wengine. Na wakati ule sasa wana wa Israeli wakaangukia katika mikono ya mfalme, alikuwa anaitwa mfalme Yabin. Huyu mfalme alikuwa mbaya sana. Huyu mfalme Yabin alikuwa na mkuu wake wa majeshi. Mkuu wa majeshi alikuwa anaitwa Sisera. Huyu Sisera alikuwa hodari sana wa kupigana. Kwa hiyo unaona hapa kuna mfalme wa nchi inaitwa Kanani na kuna mkuu wa majeshi anaitwa Sisera. Sisera, Biblia inasema alikuwa na magari 900 ya chuma. Hapa ni kabla ya kuzaliwa kwa Kristo. Chuma ilikuwa adimu sana, lakini yeye alikuwa na magari 900 ya chuma. Kwa magari yake hayo 900 ya chuma amewatesa sana Israeli, amewaonea Israeli, amewaweka kwenye utumwa pamoja na mfalme wake Yabini. Wakateswa miaka mingi sana. Na wakati ule katika Israeli manabii wote wamekuwa kimya, wameogopa, wamejaa woga. Na watu wote waliokuwa wasemaji wa Mungu wameogopa. Wamemwogopa mfalme Yabini kwa sababu ana nguvu nyingi sana. Mungu akamuinua mwanamke. Mwanamke huyu anaitwa Debora. Ndugu zangu, katika wakati ambao watu wako kimya, Mungu anaweza kumuinua hata mtu asiyefaa, usiyemtegemea. Akasema na mfalme Yabini na Sisera wake wakanyamaza. Mungu akamuinua mwanamke anaitwa Debora. Mwanamke huyu akawa anakaa chini ya mtende wa Debora. Mwanamke huyu alikuwa anakaa katikati ya Lama na Betheri. Yeye, watu wote wa Israeli wakamwendea mwanamke yule Debora kupata mashauri yao, naye akawaamua. Lakini pamoja na kwamba Debora alikuwa na tabiri, Debora alikuwa anazungumza, lakini bado mfalme Yabini na Sisera walikuwa wamewaonea watu. Siku moja watu walipomwendea Debora mwanamke, akawaambia, katikati yenu kuna mwanaume mmoja anaitwa Baraka, niitieni yule. Basi Baraka akaambiwa, unaitwa na nabii Debora. Baraka akaenda kwa nabii Debora. Pofika kwa nabii Debora akamwambia Baraka, unaweza kumpiga Sisera na jeshi lake. Baraka akashangaa. Anajua Sisera na magari 900 ya chuma, ana nguvu nyingi sana. Anajua Sisera ana mfalme Yabini, mfalme wa Kanani, wametawala. Lakini Debora akaanza kutabiri. Akamwambia Baraka, usiogope, kaza mikono yako, umwendee Sisera na magari yake ya chuma, umwendee mfalme Yabini na nguvu zake zote, mwendee mikiwa mikono mitupu, kwa maana Mungu anaweza kuokoa kwa wengi au kwa wachache. Akamwambia mwendee. Lakini Baraka akaogopa sana. Baadaye Baraka akamuuliza swali mwanamke Debora, je, utakwenda vitani pamoja nami, au unanipampu tu mimi niende nikaumizwe? Utaenda pamoja nami, au unanitabiria tu niende nikapigwe? Yule mwanamke Debora akasema, nitakwenda pamoja na wewe. Wewe utakuwa umebeba upanga na mimi nitakuwa na tabiri, mimi nitakuwa nazungumza. Maneno haya yananishangaza sana. Kwenda vitani na mwanamke. Mwanamke huyu hana silaha, lakini mwanamke huyu anatabiri tu. Anamwambia Baraka, songa mbele, asema Bwana wa majeshi. Anamwambia Baraka, mkimbize, asema Bwana wa majeshi. Debora akatabiri uwanja wa mapambano, mpaka ukafika wakati yule mfalme yule Sisera akachoka. Akaamua kutoka kwenye magari yake ya chuma, akakimbia kwa mguu. Debora anamkimbiza mwanamke. Baadaye akakimbia. Baadaye Baraka akafuatilia jeshi la Sisera, akamfyeka kila mtu, akawaua watu wote.
na baadaye akaanza kumtafuta Sisera. Sisera alipokimbia, akakimbia kwenye nyumba ya mwanamke anaitwa Yaeli. Mwanamke tu. Wale ambao wameinuliwa na kutukuka na kujidai wanaweza, huwa wanauawa kwa njia rahisi sana. Wale ambao wametunisha misuli na kumonea mtu, mwisho wao huwa ni rahisi kweli. Mwisho wao huu unapangwa na Bwana. Huwa wanaishia kwenye fedheha. Nataka nikutie moyo mshirika uliye hapa. Usiogope. Vita sio vyako, vita ni vya Bwana. Tia moyo, usiogope. Tumeshinda vita vingi. Tumepigana jangwani, tumepigana milimani. Tumepigana bondeni, tumepigana nyikani. Lakini Mungu akatusaidia. Usiwe na uchungu na mtu. Usiwaze mawazo juu ya mtu. Usimdhuru mtu. Lakini fuatilia kila kinachoendelea ukiwa umefungua macho yote. Kila mahali mchungaji akiwepo uwepo. Kwa ujasiri mwingi. Sasa Sisera akakimbilia kwenye nyumba ya mwanamke. Akamkuta mwanamke anaitwa Yaeli. Akamwambia, mama, unavoniona hivi kwa nyuma nakimbizwa na kama mwanamke kengine kama wewe. Kama nikimbiza sana, nashangaa siku ya leo imekuaje? Leo naona size ni ya wanawake. Nimekimbizwa na mwanamke huko yuko na mimi. Naomba unipokee mama, unisaidie na maji ya kunywa. Kamama kale kakajidai kakalimu. Kumbe ukalimu wa uongo. Ingekuwa ni kwa Wajapani, kakafanya tatemai. Tatemai kwamba ni ukalimu fulani wa kiuongo karibu ndani. Kakamkaribisha. Akaomba, naomba maji, nimechoka. Kenyewe kakasema, mwanangu nikupe maziwa. Siku utakapoenda mahali ukaomba maji ukapewa maziwa, uwe makini. Unamuomba mtu akutendee ukarimu wa kawaida afu unazidi sana, uwe makini. Kakampa maziwa. Na akakaomba, kuna mwanamke anaitwa Debora ananikimbiza. Yuko kule nyuma. Mwanamke huyu hana silaha, lakini mwanamke huyu ananena tu. Anasema anafyeka, anasema anaangamiza, anasema anang'oa, anasema anateketeza. Lakini kila anaposema anajisikia kukimbia. Kanisa la Yesu ndiyo mwanamke yule. Kanisa la Yesu halina silaha. Kanisa la Yesu halina SMG. Kanisa la Yesu halina bastola. Kanisa la Yesu ni la wanaume na wanawake wanaomkimbiza shetani na majeshi yake kwa maneno yao. Na ninamuona kwenye ulimwengu wa roho shetani na malaika zake na watu wake na watu waliopanda vita wameanza kukimbia katika ulimwengu wa roho kwa jina la Yesu. Na hautawaona tena. Baadaye mwanamke huyu akamkaribisha Sisera, kamanda wa jeshi. Akasema, akamwambia mwanamke, naomba unifunike na bushuti. Bushuti ni chombo kilichotengenezwa kwa ngozi, kama ngozi, ili adui zangu wasije wakaniona. Akamfunika. Akampa maziwa na baadaye akamfunika. Baada ya kuwa amemfunika, baadaye sasa akaamua akalala usingizi yule mwanajeshi. Kale kama mwanamke kaajabu sana. Alipolala usingizi, Biblia inasema akachukua kigingi. Kigingi maana yake ni mambo fulani imesongolewa na nyundo. Sijajua kama nyundo zilikuwepo kwenye karne hiyo kabla ya Kristo. Lakini Biblia inasema akachukua kigingi na nyundo. Huyo shujaa aliyetesa nchi alikuwa amelala. Kamama kale kakamnyemelea. Kakaweka ile mambo katika kichwa chake. Biblia inasema kakapiga nyundo mpaka nchi. Akapiga mateke pale, akafariki pale pale. Baadaye Baraka akaja. Kale kamama kakampokea Baraka, akamwambia, yule unayemtafuta njoo nikuonyeshe alipo. Nimekwisha maliza kazi. Kwisha. Na mimi nakwambia leo, unayemtafuta njoo nikuonyeshe alipo. Kazi Yesu ameshamaliza. Yesu alipokuwa msalabani alisema imekwisha. Ni nini hii imekwisha?
kazi aliyofanya msalabani imekwisha. Wakati mwingine unaweza kujiuliza imekwishaje? Yesu alifanya kazi nzuri msalabani. Mama huyu akamwambia Baraka, njoo uone. Akampeleka mpaka ndani. Wakamuona Sisera amelala chini, tayari amekufa. Biblia inasema ndipo Wakanani hawakuwasumbua tena Waisraeli. Sikilize maneno haya. Duniani kuna masumbufu. Kuna masumbufu ya kiroho, kuna masumbufu ya kimwili. Kuna watu wanaweza kumletea mtu masumbufu. Lakini kanisa linawakilishwa ni kama mwanamke. A woman is a symbol of the church. Ndio maana Mtume Paulo anasema mwanaume umpende mkeo kama Kristo anavyolipenda kanisa. Kwa hiyo mwanamke ni ishara ya kanisa. Tunaposema Sisera ameuawa, amekimbizwa na mwanamke Debora. Sisera ameuawa na mwanamke Yabin, Yaeli, ni ishara ya kanisa. Sasa nisikilize vizuri. Kwa kawaida mwanamke anajulikana hana nguvu za kimwili za kupigana. Lakini mwanamke ana nguvu zilizofichwa ndani. Ndivyo lilivyo kanisa la Yesu. Kanisa la Yesu lina nguvu nyingi sana duniani. Nyingi sana. Kuanzia karne ya kwanza, wafalme wa nchi waliinuka wakajaribu kulizima kanisa. Angalia historia yote. Kuanzia Nero mfalme wa Urumi na wengine waliojaribu kuwaua mitume na kuwatawanya, lakini kanisa halikutawanyika. Kanisa limeendelea kuwepo. Kanisa limepita nyakati za giza, mahala ambapo palikuwa hakuna mtu tena anayenena kwa lugha, lakini hata wakati wa giza nene kanisa liliendelea kuwepo. Watu wa Mungu wamefika nyakati ngumu, wakaanza kukaa kwenye mapango na kwenye mashimo, wakaanza kuvaa ngozi, wakauawa kwa misumeno. Kisoma vizuri kwenye Biblia, kwenye historia, Tomaso alichoma mishale kule Ugiriki akafa. Matayo aliburuzwa kwenye gari akafa. Bartholomayo alichunwa ngozi mpaka akafa. Mtume Yohana aliwekwa kwenye mafuta yaliyochemshwa. Paulo alikatwa kichwa. Petro alisulubishwa kichwa chini miguu juu. Lakini bado Ukristo umeendelea. Na mimi nataka kusema Ukristo utaendelea kuwepo kizazi hadi kizazi. Haijalishi upinzani utakuja kiasi gani, lakini utaendelea kuwepo. Nimesema mimi ninasema niko kwenye wheelchair tena. Hakuna mahakama ya kadhi Tanzania. Haitakuwepo kwa jina la Yesu. Kwa nini nasema hivyo? Nasema sawa sawa na moyo wangu. Moyo wangu unaona ni hatari kwa nchi. Hatari kwa nchi kuweka mahakama ya kadhi. Wengine watasema Gwajima hawapendi Waislamu. Hakuna askofu Tanzania ambaye anawapenda Waislamu kama mimi. Nikupe mifano mitatu. Mfano wa kwanza, mimi nimechimba visima chini. Kisima cha fedha nyingi, milioni 30. Hapa Dar es Salaam kule Salasala mwisho wa lami. Nimechimba maji na maji nikapeleka msikitini. Nimewapa Waislamu bure maji kwa ajili ya ibada. Nimefanya hivyo kwa misikiti mitatu hapo hapo. Msikiti wa Makuti, msikiti wa mwisho wa lami, msikiti wa kwa Mkupita huko Salasala. Nimewachimbia maji cha msikitini. Nimesoma form 1 naishi msikitini. Waislamu mimi nawapenda. Huo ni mfano wangu wa kwanza. Wa pili, nyumbani kwangu nimeishi na Waislamu. Nimeishi na Fauzia. Nimeishi na Asha. Naishi nao bila maneno, nawapenda. Na zaidi ya hapo, nilikwenda kuhubiri kwenye mkutano wangu wa Tanga. Watu wote wanajua mkutano wa Tanga. Kama unavyojua Tanga 95% ya watu ni Waislamu. Mkutano wetu ulikuwa na zaidi ya watu milioni 2 Tanga. Na nilihubiri vizuri na Waislamu wakanipa ushirikiano.
na mahala ambapo adhana ilipokuwa inapigwa nilikuwa naamua kuzima vyombo kupisha adhana ya Waislamu. Hakuna mhubiri aliyewahi kufanya hivyo Tanzania. Nimehubiri sehemu zote kwa uaminifu na kwa wema, na rafiki zangu Waislamu wengi ambao huwezi kunitenga nao, utaweza kunitenga nao, ni rafiki zangu, Muislamu lakini rafiki yangu. Kwa hiyo nikaona mahakama ya kadhi ikija itaharibu Tanzania. Sharia law ni hatari, watu watachinjwa. Unaweza kusema kwamba ni kwa ajili ya Waislamu tu, lakini baadaye huwezi kujua. Na maaskofu wote ndicho walichosema, na hicho ndicho mimi nimekipinga siku zote, na hicho ndicho nilimpinga huyo askofu, ikaleta mambo haya yote. Na nilipinga pia kwa sababu Waislamu jumuiya 11 hata hao hawataki, na nikasema haitakuwepo kabisa Tanzania kwa jina la Yesu. Kama itakuwepo, kama wanaipenda, basi Waislamu wenyewe wafanye kama ambavyo Wakristo tunafanya, tuna mabaraza yetu. Kwa hiyo ndivyo inavyotokea. Lakini nachosema, Ukristo hauwezi kuzimika. Sikiliza. Nilisoma pia Yoshua 1 mstari wa 1 kama unakumbuka mpaka mstari wa 6. Nilisoma hayo kwa sababu sasa Musa alikuwa amewatoa watu katika nchi ya Kanaani. Amefika jangwani, anataka kuwaingiza watu katika nchi, amewatoa nchi ya Misri, anataka waingize kwenye nchi ya ahadi. Ikatokea pale Musa amefariki. Musa amefariki. Watu wanawaza itakuwaje? Musa kafa, itakuwaje? Musa kafariki, itakuwaje? Na baadaye ndipo Mungu akamtokea Joshua. Joshua alikuwa kijana mdogo. Mungu akamwambia, uwe hodari na moyo wa ushujaa, kwa maana wewe utawaingiza wale watu katika ile nchi niliyowapia baba zao. Basi Mungu akamwambia tena, hapata kuwepo mtu atakayeweza kusimama mbele zako siku zote za maisha yako. Akamwambia, kama nilivyokuwa pamoja na Musa ndivyo nitakavyokuwa pamoja na wewe. Akamwambia hata kuwepo mtu. Ina maana Mungu alikuwa anajua kuna watu wanaweza wakatokea, wanasimama kumzuia Musa ili asiende kuimiliki nchi. Mungu akamwambia kwamba hata kuwepo mtu atakayeweza kusimama. Mungu akamwambia usiogope, uwe na moyo wa ushujaa. Mungu alikuwa anajua kuna mambo ya kuogopesha yanaweza kutokea, kwa sababu sasa wameshatoka nchi ya ahadi, wameshakata majangwa, wameshavuka bahari ya Shamu, wameshaona nyoka wa moto, wameshapata matatizo, wanaiona nchi ya bahari, nchi ya ahadi iko pale. Sasa kuna mambo ya kuogopesha kuingia kwenye nchi ya ahadi, kuimiliki nchi. Mungu ndipo akamwambia Joshua, usiogope. Hapana mtu atakayeweza kusimama mbele zako siku za maisha yako. Na mimi naambia watu wa Ufufuo na Uzima, usiogope. Hakuna atakayeweza kusimama mbele yetu siku zote za maisha yetu. Usiogope.